Dr. Hassan, oh! Dr. Hassan TV! Dr. Hassan, Amoso Taduangi Zonuane Azimio. So Azimio is the next government. To wakwa kura kazi bio. Koro kanga to paro ni intiere kabila gigi moro mano unge. Wango Azimio. Azimio Tibim. Azimio Tibim. Dr. Hassan Tibim. Ibrahim Tibim. Paradis Tibim. Ero kamano uru. Personally, as your next MCA, I'd like to take this opportunity to condemn the act which was done last week by some few individuals who went there for self-interest. And personally, as Frederick Otieno Achila, I cannot vote whatsoever in favor of William Ruto. And I will say categorically that Wajeer as a bloc, we are in Azimio, and we are supporting our vice president to be Raila Amolo Odinga, and the governor of Wajeer is Dr. Hassan with the ticket of Jubilee. Na kama jamii wanaishi Wajeer, tumeshtumu hiyo kitendo na ni kitendo kuharibia jina, na sisi tuko Azimio to stay and to live and we will live there forever. Na huyo mkora aliyeenda huko abebe msalaba yake peke yake huko, asitulete sisi watu Azimio. We are Azimio forever. Onagi Tibim. Onagi Tialala. Dr. Hassan Tibim. Onagi Tialala. Achila Tibim. Na baba je? Nachukua hii nafasi kama elder ya Wajaluo Wajeer. But pia kuna maelders wengine kutoka tribes zingine. Tunataka kusema ya kwamba yule alitangaza ya kwamba watu wa Down Kenya wameingia UDA, hiyo ilikuwa ni akili yake. Tunapinga hiyo kikamilifu ya kwamba wale watu wa Down Kenya ambaye wako Wajeer ni Azimio. Na watapigia baba kura, watapigia Chila kura, na watapigia Dr. Hassan kura. Na watapigia Madam Women Rep kura. Si ni kweli? Unagi si ni kweli? Na senator pia ya Ibrahim anaitwa Ibrahim pia tunamuunga mkono kama watu wa Down Kenya. Tuko Azimio, hatuko UDA. Dr. Hassan power! Hiyo ni kidogo sana. Dr. Hassan power! Madam Bare power! Achila power! Ni tamu. Leo hii tumekuja hapa, na kukuja hapa kwetu ni kuhakikishie wa Kenya na the entire world ya kwamba Wajeer is 99% Azimio. Mwenye ambao anasema ya kwamba watu wameenda UDA, no. I want to assure my people ya kwamba sisi tuko imara. Tuko imara na tunajua where we are going and where we should be. Tunakuhakikishia kwamba come the day when the election is going to be done, sisi tuko tayari na tutamuka mapema, watoto watamuka mapema, vijana watamuka mapema, wazee watamuka mapema, na tukiingia hakuna mtu mwingine, ni Azimio wote. Tunasema mahali Chuchu ako maneno iko sawa. Chuchu tulifanya na yeye kuanzia 2004. I used to work in Wajeer District Hospital with this gentleman. When I was in Wajeer District Hospital, I was a young man. Bado yeye ni mzee lakini he was like this. We have reformed with him many departments together. This gentleman is a man of systems and a man of reforms.
Most of the facilities yenye zilikuwa departments zimeangamia hapa, we reformed with this gentleman. Daktari, one thing I will talk about this community and one I will talk about Daktari. Daktari, this community only needs two things. Ni watu wanafanya kazi wako na bidii. Luos are known for that. They only need fairness and good working environment. And they give the best manpower. And you know that. Robert Jakisumo ako wapi? Robert Onege anaitwa, that's his name. That is the man. This is the man. Anaitwa Jakisumo, but his name is Robert Onege. This is a mechanic. He's the best mechanic in town. Na ukiona ile mahali anafanya kazi, orehi karibu na monument hapo nje kwa jua, na bado wanalipa rent. I have been his customer for the last 7 years. Lori yangu yeye ndo anatengeneza, hata ikiharibika karibu na Manza yeye ndo anaenda usiku. This should be your mechanic for the next 5 years. I can assure you, you will not regret. Trustworthy, perfect. Na hiyo mahali wanafanyia kazi na wadu wanalipa rent open. Tunaomba daktari ukiingia, make for them presentable place yao watajifanyia kazi. He has a team of engineers and mechanics. Ile daktari mwingine, daktari his home base is Korafarar. I worked in Korafarar for 5 years. The laboratory technologist I was living in the same room with is Omondi. Eric Meshak Omondi from GEM. So you know? Yeah. That is the laboratory. Yes. Competent laboratory technologist. Suko ni kichaka. Tulifanya na yeye 5 years room moja mimi na yeye. Tulienda kama iko dispensary na nilitoka huko kama ni sub-district hospital with an ambulance. So this community needs fairness and equal opportunity, and they will perform wonders. Madam Berei, I will only tell something about Daktari. Na Berei, Daktari is a reformer and is a performer and is fair. Huyu jamaa, whether you are his clan or not, you will not bring that nonsense in his office. Equal opportunity and fairness, that is his trademark, and he is known for that. You will believe what I'm saying when he is sworn into office. NHIV yote tunalipa shilingi 500, zamani haikuanga. Ni yeye ndo ameleta, na sasa hii inafaidi watu wengi. This guy has reformed anywhere he has gone. Raila Tibim. Raila Tibim. Raila Chalala. Baredi Tibim. Baredi Chalala. Dr Hassan Tibim. Dr Hassan Chalala. Ibrahim Sheikh Tibim. Ibrahim Sheikh Chalala. Asanteni sana. 2017 I was contesting on an ODM ticket. Ndio tulikuwa tunatumia hiyo sana, najua maana yake. Tibim Chalala, I know that word very well because I was in ODM and I was an aspirant in ODM 2017, but with the lineup of Jir. So you know Jir, but now I have seen a better place than Jir. Now I'm in the lineup of Dr Hassan Mohammed. My name's Barei Diis Bule. I know it's a bit hard name, but I'll make sure that you get that name in small notes papers. I'm ready to work with you guys. If we win, we are in a lineup with the Mzee, Dr Hassan. We have our senator, he's not around, but he's called Ibrahim Sheikh. And I'm the women representative, Barei Diis. Our deputy governor also, you receive his greetings. He's called Abdi Mohammed Salel. We are ready to work for you guys. We want to have a servant leadership in Wajeer County. Tukiingia sisi, mambo ya corruption itaisha. Mambo ya 10% siko Wajeer hii. Simulisikia kuna 10%. Muta kitaka tuseme, if you want a project, a contract, you have to pay 10%. But if this government of Dr. Hassan wins, there will be nothing called 10% or bending bills or whatever. For me, in the women rep office, sikuna pesa huko. So mimi kazi yangu ni kufanya kazi, si ndio? Nisiibe pesa yenu, si ndio?
For women, they will have women empowerment and also youth empowerment. Wamama tunataka mutafute, you stay in groups and then mtapata pesa yenu, and then what else? You do your small business, isn't it? Yeah? Simfanya biashara kidogo kidogo ndio at least itawasaidia. Youth also, they'll get youth empowerment from that office. There is bursaries in that office. Mnapatanga bursary kweli? Lakini safari mtapata bursary. Hakuna mtoto Mjaluo ama in other Kenyans. I don't want to call people marginalized and minority because we are all Kenyans. Are we not all Kenyans? We are one people, one Kenya. Isn't it? So, welcome in Wajeer. You are not minorities. You are Kenyans. The rights of Somalis and the rights of Mjaluo are the same. That's what I believe in. And in the government of Dr. Hassan, I think it's the best government we are waiting, and it's the government that will win 10, Mezwa 8. The government that will win, let me tell you guys, is this government of Dr. Hassan. So, please, don't be left behind. So, ikifika tarehe ngapi? Tarehe 9 mwezi wa 8, si ndio? Kwanza mpaka tuchague baba, si ndio? Raila Amolo Odinga. Tick, si ndio? Dr. Hassan, our governor, Dr. Hassan Mohammed Aden. Tick, si ndio? And women rep Baredi Isbule. Tick, si ndio? And Ibrahim Sheikh is our senator. He's not around, but greetings from him. Ibrahim Sheikh, our senator. So thank you. Ndugu zangu, mimi nimekuja sio mtu wa kuomba kazi. Nimefima makamu. Nataka tukusaidieni watu wa Wajeer. Hata nimefurahi sana kuona kina mama na watoto. Kwa sababu zamani nikija hapa, utotoni, Wakenya wengine walikuwa wanakuja tu kama bachelors. Kwa sababu walikuwa hawaamini mtu anaweza kuishi hapa. Kwa sababu hapa ilikuwa hostile, si ndio? Hostile environment. Bado iko hostile kidogo tu. Kwa sababu Somali bado wanasema jerer, si ndio? Wanasema jerer. Jerer, si ndio? Lakini hawajui heshima na kindness na acceptance ya Wajaluo. Hawajui. Wasomali wengi wanaishi Luoland. Unaona sasa hata Junet hawezi kubali kurudi hapa. Nimeona watoto wengi nusu wa Somali nusu wa Jaluo. Kwa sababu ya ile Uislamu kama huyu. Kwa sababu mimi napenda Wajaluo. Nilikuwa naishi zamani nilikuwa naishi Amerika miaka mingi. Kile kitu nilikuwa na miss sana ni vitu viwili. Nilikuwa na miss sana ile jua ya Homa Bay. Kwa sababu kule jua linapita kule alafu inapotea. Haiwezi kuja hapa juu. Unaiona pale ndio inapotea. Kama sasa umezoea kuwa jua inapita hapa, utaumia sana. Na kitu kingine nimemiss ni ile shininess, ile brightness ya Wajaluo ya Homa Bay. Ile shiny skin kama oily skin. Ukiwa Amerika, mtu ni mweupe, Mwafrika mweusi akaenda huko inakuwa inaparara. Kwa hivyo malile hakuna jua, ngozi yetu inaparara, inakuwa rangi nyingine sio nzuri sana. Ile kitu na miss, ile shininess, ile beautiful skin ya Wajaluo. Sasa turudi ile mambo imeleta hapa. Tuna shida nyingi hapa. Pesa zetu zinaibiwa. Hiyo ni kusema hatupati huduma yoyote hapa. Hakuna huduma. Pesa nasikia zinarokotwa na gunia tu. Inabebwa na gunia, inapelekwa na Maldrover, pelekwa. Kwa hivyo ile pesa ingehudumia nyinyi. Na mimi ningependa wengi wenu wakuje wazae hapa watoto, wakuje mashule ya hapa na wafanye kazi kama Wajaluo. Kama mtu anajua Wajaluo ni mimi ndio najua Wajaluo. Sio mtu mwingine anajua Wajaluo. Kwa sababu nimeishi nao miaka mingi. Sasa niko miaka 60. Maybe half of my life
na babangu alikuwa ameishi kote Kenya, kote. Nimeenda primary mingi sana, babangu alikuwa askari. Nimeenda kote Kenya, nimeishi kote, nimeishi na jamii yote Kenya. Na nimekuja hapa kuleta maendeleo na kuleta usawa na kuleta haki. Shida yetu kwanza, mwanzo hapa tunahitaji maji. Shida yetu kwanza ni maji. Shida yetu ya pili ni maji. Shida ya tatu ni maji. Kwa sababu maji ni kielelezo na ile kitu inaanza kila kitu. The basis of everything ni maji. Tukikuwa na maji ya kutosha, labda hata Wajelo wataanza kulima hapa ama kuvua samaki. It's possible. Kwa sababu Wakikuyu sasa wameanza kuvua samaki. Wanafanya fish farming kule Kikuyuni. Wameanza kuzoea. Hata Wamasai, nilipokuwa naishi Masai zamani, Wamasai unajua they don't have a word for samaki. I don't know whether they have. Walikuwa wanaita nyoka. Though there are many rivers in Masai land. In fact, when I lived in Masai land, the only person who fished was a Luya man from Kakamega. Alifariki huko zamani. Langu mimi nataka kuwafanyia kazi. Niko chama cha Jubilee. Najenga Raila Amolo Odinga. 2017 nilikuwa nimeleta ndugu yangu afanye awe MP. Nilikuwa nimejenga pia Raila Amolo Odinga. Sikujenga Jubilee. Nikajenga Raila Amolo Odinga. Kwa sababu mimi najua ni mtu alitetea haki ya hii nchi. Alipigania haki. Alipigania democracy. Ni mtu anaweza kuleta serikali yenye manufaa kwetu sana. Yeye kwanza atalinda ile udemokrasia. Vile Kibaki alilinda udemokrasia. Amefika makamu na sio mtu wa kuiba, hana uwizi. Hawa vijana wale wanatafuta presidency, wengine ni watu wa kujinufaisha wenyewe. Kwa hivyo tutajenga Raila Amolo Odinga. Hapa Wajeer msijenge Jeer kwa sababu yeye ni ODM. Jalo tumeelewana. Yeye ni mzaliwa hapa, ingawa sio mtu mbaya, ana fikra zile hazileti utengamano na kukuja pamoja kwa kila community. Kwa sababu yeye bado anasema tu wewe ni Jerere. Kila mtu ni kuna usawa wa binadamu. Napenda Jaluo kuliko watu wengi. Nimeishi kwa Jaluo miaka mingi. Najua umuhimu wao, ukarimu wao. More importantly, na vile nimekuja kuanza na Wajaluo, najua mkiwa na msimamo mmoja mnatimiza hiyo msimamo bila kulegalegea. Kwa hivyo nataka mni elect. Ongea na Wajaluo wengine. Ongea pia na wale wa Kenya wengine, mtaongea nao pia. Lakini mimi najua watu wengine wanaweza kulegalegea. Mimi najua Wajaluo hawatalegea hata kidogo. Nikiingia vitu vitatu ndio vitakuwa ya mwanzo nitaangalia. Maji, elimu na afya. Hizo ndio zitakuwa za kwanza. Kina mama mwelewa mimi ni daktari ya kina mama, si ndio? Mwelewa hiyo. Mjue hiyo. Pia mimi ni specialist ya public health. Kenya imenituma mali mingi kusomea kuwa manager mzuri. Kenya government imeinvest mimi pesa mingi sana kufanya kazi ya kuwa manager. Imenituma mali mingi Kenya hata Ulaya. Nafikiri wananchi wa Wajeer watanufaika wakinichagua kama gavana wao. Sina haja ya kuiba chochote. Nimefika makamu age yenye
haihitaji mtu kuiba. Labda ingekuwa mnaingia msikiti kama huyu kijana mwenye sunna, hii inaitwa kitu sunna, niombe kwa wingi. Lakini nataka kuwahudumia wananchi wetu. Mambo mengine muhimu, naona nyinyi wote mko 30 years, age 30 years. Muna shida za kimaisha nyingi. Nataka kuwa na tetea hiyo. Nataka kufanya kila mtu aweze kupata kazi. Tufikirie, kwa sababu hawa wananchi wa Wajir ni wafugaji. 80% of the population of Wajir ni wafugaji. Tunaweza kuendelesha maisha yao, their livelihood, namna gani na wafaidike na ufugaji, na waanze livelihood nyingine bila ufugaji, other livelihoods like farming, job creation. Tufanye hayo mambo. Nitahitaji Wajaluo wengi kufanya hayo mambo. Kwa hivyo Wajaluo, watu wa kwetu, tunatoka pamoja. Nataka mnitetee. Kesho nikiwa governor, ofisi yangu itakuwa wazi, milango wazi kwa Wajaluo.